Ayo, mambo vipi? Karibuni kwenye review ya mechi ya Chelsea Paris Saint-Germain dhidi ya Chelsea ambayo ilimalizika kwa Chelsea kuchezea kipigo cha goli 5-2. Overall ilikuwa ni mechi nzuri sana kwa pande zote mbili, na mwanzoni iliweza kuonekana kama Chelsea alikuwa na performance nzuri sana kuliko PSG, na kuna namna alikuwa ameweza kuicontrol game, ameweza kucontrol maeneo maalum ambayo PSG wanapenda kucheza na hivyo anapenda kucheza. Na hata ukiangalia kwenye takwimu unaweza kuona kwamba Chelsea alitengeneza XG kubwa kuliko Paris Saint-Germain, lakini inaweza kushangaza kwamba inakuwaje sasa Paris ambaye akufikisha hata XG ya 1 ameweza kushinda goli 5. Jibu la hilo linakuja kwenye kitu kimoja kinaitwa ubora wa mchezaji mmoja mmoja, kwamba licha ya mbinu zote za walimu wote hao wawili Liam Rosenior pamoja na Luis Enrique, lakini ubora ndio uliamua hii mechi na kufanya scoreline iwe kubwa kiasi hichi. Tutaenda ku break down kukuonesha kwamba ni wapi Chelsea aliweza kukwama. Kwanza tukianza na miundo ya timu zote mbili, unaweza kuona kwamba PSG ambao walikuwa ni wenyeji, wao wanapenda kulicontrol eneo la katikati. Hata Chelsea pia anapenda kulicontrol eneo la katikati, lakini execution yao au katika kulifanya ile jambo la control eneo la katikati wanatofautiana. PSG wanapoanza build up yao mara kibao wale viungo wao huwa wanavutika kwenda pembeni, Vitinha au Joao Neves au Fabian Ruiz au Zaire Emery wanapenda kuvutika pembeni, au Vitinha kurudi kwenye backline. Kwa maana gani? Hii ni kuwafanya wale makazi wao ambao mara nyingi wanakuwa ni viungo wa timu pinzani waweze kwenda pembeni, ili waache space katikati kwa ajili either Dembele aweze kushuka na kuchukua mpira na kuprogress kwenda mbele kuanzisha mashambulizi, au wale fullbacks wao Hakimi pamoja na Nuno Mendes kutumia zile spaces kufanya mikimbio na mpira au kufanya kitu kinaitwa ball carrying kuipeleka mbele. Kwa upande wa pili Chelsea, wao wanapokuwa wanafanya build up yao wakiwa wanataka kucontrol eneo la katikati, wanajaza viungo wengi. Kwa hiyo kama kwenye game ya jana unaona walikuwa na Caicedo, walikuwa na Reece James, walikuwa na Enzo Fernandez, walikuwa na Kopama katika eneo la kiungo. Hili linawafanya wao kupiga pasi fupi fupi na kuprogress mpira kwenye eneo la katikati. Na hata press za hizo timu zote zilikuwa zinaonekana kama kutaka kuwin mpira katika eneo la katikati. Na kwa upande fulani Chelsea waliweza kufanikiwa kwa sehemu kubwa katika build up yao, kwa sababu mara nyingi ulikuwa unamuona Bradley Barcola na Dembele wao ndio walikuwa wanashughulika zaidi na kuwa press wale center backs wa Chelsea, na sometimes Hakimi pamoja na Nuno Mendes ndio walikuwa wanalazimika kwenda kuwa press fullbacks wa Chelsea, Cucurella pamoja na Malo Gusto, kitu ambacho kilikuwa kinafanya Joao Neves amkabe Kopama na Marquinhos aenda kamkabe Neto, kitu ambacho kilikuwa kinafanya Chelsea wana uwezo wa kuanzisha zile pasi katikati haraka haraka, na wanapokuwa mbele control eneo la katikati kwa kujaza viungo wengi, na maanisha maeneo ya wings yanakuwa yako free. Yanapokuwa yako free inamaanisha kwamba Neto pamoja na Malo Gusto ambao ndio walikuwa wanafanya zile overlaps mara nyingi wana uwezo mkubwa wa kupata spaces, na Malo Gusto aliweza kupata spaces nyingi za kutosha kudeliver cross ndani. Pedro Neto hivyo kipindi cha kwanza, pamoja na assist alikuja kuitoa kwa Enzo Fernandez, unaweza kuona ilikuwepo huo rahisi kwenye build up yao. Na game ukiangalia aina magoli ambayo Chelsea aliweza kufungwa ni magoli ambayo unaweza kusema ni ya makosa binafsi ya wachezaji, kutokana na kwamba press ya PSG iko very aggressive kuanzia juu, tofauti na Chelsea ambayo kidogo ilikuwa conservative. Jorgensen alikuwa anajaribu sana kucheza mipira ya chini ili angalau aone kama anaweza kupiga pasi haraka, na ilionekana kama inaweza backfire ndani ya muda, lakini kama unavyojua mchezaji anatakiwa atoe solution. Sasa sijui kama ni maelekezo ya kocha au ni kitu gani kilitokea, lakini Jorgensen aliweza kufanya makosa, na makosa haya yaliweza kucost Chelsea wakafungwa bao ambalo lilikuwa bao la 3 baada ya kuwa 2-2. Kiachana na makosa mengine ambayo aliyafanya kwenye goli la kwanza ya kulinda vibaya box lao, na goli la pili ambayo waliacha rest defense mbaya, goli la 3 ilikuwa ni makosa binafsi ya goalkeeper ambaye fanya Vitinha akaenda akafunga. Baada ya pale PSG walikuwa washafanya sio tactical substitution, lakini washafanya substitution kuja kuongeza nguvu kwenye ushambuliaji. Meanwhile Chelsea walikuwa na kikosi chao kile kile. Kwa hiyo inamaanisha kwa namna moja au nyingine PSG walikuwa na threat zaidi
walikuwa wanaonekana zaidi kuja kuichukua mechi. Kinachokuja kinatokea ni nini? Ni kwamba PSG wakawa na push. Baadaye Chelsea dakika 10 za mwisho kuja kufanya zile substitutions, wakajikuta wametoa wachezaji wale wote bora na contract imepotea. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika ni kwamba PSG walikuwa wanatumia zile small margins za makosa ya Chelsea, kama kwenye goli la 4 ambalo Reece James alipoteza mpira na Kvaratskhelia anakuja anafunga goli zuri sana la Kev. Goli la 5 hivyo hivyo ambalo lilionyesha press yao namna gani ambapo Vitinha alimtoroka Lavia kwa kumpeleka pembeni na kuacha Hakimi afanye mikimbio katikati ya uwanja. Kwa hiyo ubora ndio ilikuwa kitu kikubwa sana kwenye mechi ya Paris Saint-Germain dhidi ya Chelsea. Kwa hiyo Chelsea inawezekana alicreate XG kubwa kutokana na kwamba alikuwa anapita press ya PSG vizuri, lakini quality ya chances ilikuwa nzuri, lakini execution haikuwa nzuri. Lakini kwa PSG walikuwa wanatumia zile small margins na ubora wa mchezaji mmoja mmoja katika kufanya yale makosa ya Chelsea yaweze kuadhibiwa, na ndio maana walishinda goli 5. Na ukiangalia game ilikuwa 2-2, ilikuwa inaonekana game iko controlled, lakini baada ya kuingia goli la 3 mambo yakawa mabaya kwa Chelsea. Sio kwenye touchline, sio wachezaji wa ndani, na sometimes unaweza kusema ni kwamba kocha pia ndo mara yake ya kwanza anaingia kwenye knockouts za Champions League na kutana na kocha mkongwe, na pia wachezaji wengi wa Chelsea ndo inawezekana ndo mara ya kwanza anaingia kwenye knockouts za Champions League. Kwa hiyo kidogo unaona kuna kama hako kawenyeji fulani ambako inawezekana dakika 90 kwa zilikuwa nyingi sana kuzicontrol, na hizo dakika 10 tu ambazo walishindwa kuzicontrol wakaruhusu mabao 3. Kwa hiyo naweza nikasema game ilikuwa kwa namna hiyo, na so far sioni kama Chelsea anaweza kapita. Kwa hiyo acha tuone mechi ya marudiano itakuwaje pale Stamford Bridge, kama anaweza kurudi au hataweza kurudi.